Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 11 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka kitabu cha Kutoka, ile sura ya 19 aya ya pili hadi ya 6. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 5 aya ya 6 hadi ya 11. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 9 aya ya 36 hadi ile sura ya 10 aya ya 8. Na wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi. Ndugu zangu katika Kristo, ili kuelewa vizuri kabisa dhana nzima ya mavuno, naomba tutafakari masomo yetu na tuyaweze kuyaelewa yote moja baada ya lingine, na namna gani yanaakisi maisha yetu ya kila siku sisi kama Wakristo. Somo la kwanza, kama nilivyosema, linatoka katika kitabu cha Kutoka, ile sura ya 19 aya ya pili hadi ile aya ya 6. Ni somo linaloonyesha safari nzima ya wana wa Israeli kutoka utumwani nchini Misri. Wanapofika katika mlima Sinai, mambo makuu matatu yanafanyika au yanatokea. Jambo la kwanza ni kujifunua kwa Mungu mwenyewe, au kwa lugha inaitwa Theophany, ufunuo wa Mungu mwenyewe. Iko hivi: wana wa Israeli wanatambua na kumwona yule aliyefanya yote katika safari, yule aliyewatoa utumwani, yule aliyeigawa bahari ya Shamu, yule aliyeongoza miguu yao katika safari nzima, anajifunua na wao wanamuona. Jambo la pili ni kuwekwa kwa agano kati ya Mungu na taifa hili la Israeli. Wana wa Israeli wanatengeneza urafiki wa karibu kabisa na Mungu, na Mungu anashuka kwao, si kwa namna tofauti, bali kama rafiki, na anawaahidi kuwalinda wakitii au wakishika amri yake. Na amri hiyo ni nini? Kuwa watamwabudu yeye peke yake. Hili ndilo agano linalowekwa. Wakifanya hivi, basi yeye atabaki kuwa Mungu wao, nao watabaki kuwa watu wake. Jambo la tatu linalotokea ni nini? Ni ufunuo wa sheria, ambazo ni dira katika safari nzima, yaani jangwani na hata wakifika katika nchi yao ya ahadi. Sheria hizi, dira hii itaenda kuelezwa vizuri, au itakuwa ikisisitizwa na kiongozi wao Musa. Unaweza ukasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Musa akiwakumbusha, ile sura ya 4 aya ya 15 hadi ya 19. Na atawakumbusha tena juu ya dira hiyo, ile sura ya 27 aya ya 15. Atapigilia msumari wa mwisho, akizidi kuwakumbusha hawa wana wa Israeli katika kitabu hicho hicho cha Kumbukumbu la Torati, akizidi kuwakumbusha ile sura ya 29 aya ya 15 hadi ya 20. Ndugu zangu katika Kristo, huyu ndiye Mungu ambaye mimi na wewe tunamwabudu. Huyu ndiye Mungu ambaye mimi na wewe ametukusanya kama taifa lake. Aliwakusanya wana wa Israeli, alikusanya taifa hili, naye anatukusanya mimi na wewe. Anajifunua kwetu, anakuwa kati yetu, na ametupa amri zake zituongoze katika safari nzima ya kuelekea nchi yetu ya ahadi, yaani Yerusalemu mpya, Yerusalemu ya mbinguni. Tukishika amri hizi, sisi tutakuwa watu wake,
naye atakuwa Mungu wetu. Mungu huyu anayetupenda, Mungu huyu anayejifunua kwetu, ndiyo yule anayesisitizwa au anayeelezwa katika somo la pili, waraka kwa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 5 aya ya 6 hadi ya 11. Anajifunua kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unaweza ukasoma Injili ya Yohane ile sura ya 3 aya ya 16. Anaweka agano nasi, si kwa kumwaga damu ya mwana kondoo au ya mnyama yoyote kama ilivyokuwa katika Agano la Kale, ile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 21, au kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 3 mpaka ya 28. Hapana, bali aliweka agano au anaweka agano kwa kumwaga damu yake mwenyewe, damu azizi pale msalabani. Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 33 hadi 34. Huu ni upendo wa ajabu sana, na ndiyo maana mimi na wewe tunakusanywa pamoja kama kanisa, na ndiyo maana tuko hapa mimi na wewe. Sisi ni mavuno ya nguvu hii ya Mungu, nguvu hii ya damu. Mimi na wewe ni mavuno ya upendo huu wa Mungu. Mimi na wewe ni mavuno ya huruma hii ya Mungu, na anatutuma sasa kila mmoja wetu kwa namna yake, kwa ubatizo wake, kwa kuchaguliwa kwake, kwa kuitwa kwa jina, anatumwa kwenda ulimwenguni kote kutangaza habari njema, habari ya Injili. Anatumwa kwenda kufanya kama Bwana wa mavuno alivyofanya, kukusanya watu wake wote pamoja, watu waliotawanyika. Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Na namna gani au kitu gani cha kufanya wakati wa kutumwa, ndio hicho tunakisikia katika somo la Injili. Injili ya Mathayo sura ile ya 9 aya ya 36 hadi ile sura ya 10 aya ya 8. Hii ni Injili ambayo si ngeni sana kwetu, maana tumeisikia na kuisoma mara nyingi, na baadhi ya maneno yake tunaweza kuyakuta katika Injili ya Luka ile sura ya 10 aya ya 2, au Injili ya Yohane ile sura ya 4 aya ya 35. Kuchaguliwa na kutumwa kwa wanafunzi unaweza ukakukuta pia katika Injili ya Marko ile sura ya 3 aya ya 14 hadi ya 19, au Injili ya Luka ile sura ya 6 aya ya 13 hadi ya 16. Na baadaye unaweza ukasoma kwa namna ya pekee katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 aya ya 13. Hivyo ndugu zangu, si Injili ambayo si Injili ngeni sana, lakini kama tujuavyo, neno la Mungu kila siku ni jipya. Ndio maana leo tukiwa na wazo kuu, mavuno ni mengi, naomba kwa namna pekee tafakari mawazo madogo mawili ambayo yatagusa maisha yetu kwa namna ya pekee sana baada ya kuelewa masomo haya. Wazo dogo la kwanza, mwambie jirani yako, tazama kama Bwana wa mavuno. Tazama kama Bwana wa mavuno. Tumesikia katika somo la kwanza, chini ya mlima Sinai, Mungu akilitazama taifa lake na kulikusanya chini ya mchungaji mmoja kwa agano na amri zake. Ni jambo lililokuwa linaumiza sana kiukweli, pale kundi hili lililokusanywa lilipokuwa linatawanyika kwa sababu ya changamoto au madhaifu ya kibinadamu, linaenda kufuata wachungaji wengine kabisa, au linaenda kinyume. Utasoma masikitiko hayo katika kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 50 aya ya 6, au kitabu cha nabii Ezekiel ile sura ya 34 aya ile ya 5. Tunaelewa na tunaona Mungu anatazama kundi hili na analikusanya pamoja. Nasema tazama
kama Bwana wa mavuno. Tumesikia pia katika somo la Injili, Kristo leo anapoona umati wa watu anaona huruma, maana walikuwa wamechoka, wamefadhaika, wametawanyika na ni kama kondoo wasio na mchungaji. Somo la kwanza, Mungu anakusanya watu wake pamoja na watazama hao watu waliokuwa wanateseka, waliokuwa wanapitia magumu, anawatoa utumwani na leo anakusanya pamoja. Huruma hii ya Mungu. Kristo leo anaona umati, anaona huruma, maana ni kama kondoo wasio na mchungaji. Nakwambia, tazama kama Bwana wa mavuno. Ndugu zangu, kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wetu wa leo ambao watu wengi wanaishi kana kwamba hawana mchungaji. Wanaishi kana kwamba wanafanana na umati. Wameumizwa sana, wana huzuni sana, wanahangaika sana, wamechoka. Ni kama kondoo wasio na mchungaji. Wapo katika ulimwengu huu unaotuzunguka. Ni jukumu letu au langu mimi na wewe kuwaleta hawa ndugu pamoja chini ya mchungaji mmoja aliye Bwana wa mavuno, Mungu mwenyewe, Bwana wetu Yesu Kristo. Ninasema hivi kwa sababu nataka nikupe mfano wa maisha uweze kuelewa. Kuna watu hawataki tena kusikia juu ya swala zima la jumuiya. Wametawanyika kwa sababu wameumizwa au kukwazika na yale yanayotokea katika jumuiya zetu ndogo ndogo. Hao watu wametawanyika, ni Wakristo lakini hawako katika kundi hili ambalo ni la Kristo linalosali pamoja katika jumuiya. Ni wa kuonewa huruma. Kuna watu hawataki kusikia kabisa habari za ndoa, wametawanyika tayari kwa sababu wameumizwa sana au wameshuhudia maumivu ya ndoa wanayoyapitia wengine. Ndani mwao unaona wametulia, lakini ni kama kondoo wasio na mchungaji wa kuweza kuwatuliza au kuwakusanya pamoja na kuwaeleza masuala ya ndoa. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wengine hawataki kusikia hata habari za Ukatoliki kwa namna fulani, kwa sababu wale walio Wakatoliki wamewaumiza au kuwatawanya. Wapo tu wanahangaika usiku na mchana. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wametawanywa na wachungaji wa mchongo wa uongo, hawaelewi tena. Siku mchungaji akifa, wataenda kwa nani? Watabaki kutangatanga tu. Naomba nikwambie, kuna watu tena hawataki kusikia habari za ndugu zao, hawako pamoja katika ukoo, hawako pamoja katika familia, maana ukimtaja tu au akionana na ndugu yake ni vita. Ndugu zangu, watu hawa hawaeleweki, wako katika familia gani, wako katika koo gani, au wako chini ya nani? Mimi na wewe leo tunaitwa kufanya kama Bwana wa mavuno alivyofanya, kama Yesu Kristo alivyofanya, kuwakusanya watu hawa pamoja ambao wametawanywa kihisia, wametawanywa kisaikolojia, wametawanywa kijamii. Wapo lakini hawajihisi kana kwamba au kama kwamba wapo au ni sehemu ya jamii hiyo ambayo inawatambua au wanatambulishwa kwayo. Naomba niwaambie, mimi na wewe tunaitwa kufanya hivyo, kukusanya au kuwaonea huruma hawa watu. Mama Teresa anasema, sambaza upendo popote uendapo. Hakikisha hakuna anayekuja kwako na kuondoka bila furaha, maana wewe ni karamu ndogo sana katika mkono wa Mungu ambayo anafurahia sana kuandika upendo na furaha katika moyo wa watu wengine. Wewe ni karamu ambayo Mungu anaitumia kuwakusanya watu kwa upendo, kuwakusanya watu kwa huruma, kuwakusanya watu wawe na furaha tena. Mama Teresa anasema tena, uhitaji kutumia nguvu sana. Wewe tabasamu tu kwa upendo na
kila kitu kitakuwa sawa kwa yule anayekuja mbele yako. Wahenga wanasema tabasamu linaongeza siku za kuishi. Kwa furaha yako unaweza kawa sababu ya furaha kwa watu wengine. Mimi na wewe leo tunapotumwa lazima kujua, wengi wanahangaika, wengine wanajiona kana kwamba hawastahili, wengine wanasema wana pepo, wana magonjwa, wana madhaifu ya kila aina kwa sababu ya kitu kidogo tu, kwa sababu wamekosa upendo, wameachwa wahangaike peke yao. Tunaitwa kugusa maisha yao, tunaitwa kuwakusanya pamoja watu hawa. Ndugu zangu, naomba niwaambie, sisi ambao tu wa Kristo tunahangaika sana. Unakuta Mkristo anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka kwa mchungaji huyu kwenda kwa mchungaji mwingine, kutoka kanisa moja kwenda kanisa lingine, kutoka ubatizo mmoja kwenda ubatizo mwingine, kutoka dhehebu moja kwenda dhehebu lingine. Wanahangaika, kikubwa wanatafuta mchungaji. Tunaitwa kuwafariji watu hawa. Nakumbuka siku moja ndugu mmoja aliniambia ameacha kanisa Katoliki kwa maana mapadri hawana tena karama zile ambazo amestaja Yesu katika somo hili. Akanukuu, nikamuuliza yapi? Akanukuu Injili ya leo inayosema hawatoi tena pepo, kupoza wagonjwa, kutakasa wenye ukoma na kufanya viwete watembee, vipofu waone. Anasema hayaonekani, kwa hiyo ndio maana ameondoka. Nikasema umepotea, ni kama kondoo usiye na mchungaji. Mbona unasoma Injili bila kuimalizia? Akasema simalizi kwa sababu gani? Nikamwambia umesahau jambo moja tumesikia katika Injili ya leo. Yesu anasema fufueni wafu. Je, huko nako tawanyika unakoenda au watu unaowafuata wanafufua wafu? Akabaki i. Nikamwambia pole. Acha kutawanywa kwa Injili nyepesi. Ndugu zangu, naomba nikwambie, unatakiwa wakusanye watu hawa pamoja. Unatakiwa utumie karama, baraka Mungu alizokupa kukusanya watu hawa pamoja. Umepewa macho ya bure, yatumie kuona madhaifu ya watu wengine na kutoa msaada. Watu wanahangaika, watu wametawanyika, macho yako yawe macho ya huruma. Umepewa mdomo bure, utumie kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, ufalme wa amani, ufalme wa furaha, ufalme wa haki, ufalme wa msamaha, ili watu waweze kurudi. Umepewa mikono bure, itumie kubeba mioyo ya watu vizuri na kugusa mioyo ya watu wengine. Umepewa miguu yako bure, itumie kutembelea wahitaji. Umepewa afya bure, itumie kulijenga taifa la Mungu kwa kujitolea katika familia yako, katika jumuiya na kanisa zima. Umebarikiwa bure, umepewa bure, toa bure. Ni katika kutoa unapokea, na ni katika kutoa basi unakusanya wale waliotawanyika, na hapo utaona baraka za Mungu, kwa sababu utakuwa umefikiria kama Bwana wa mavuno. Watu hawatakuona wewe, bali watamuona Mungu ndani yako, watamuona Kristo ndani yako aliye Bwana wa mavuno. Atakutumia wewe kukusanya mavuno yake yaliyotawanyika. Fikiri kama Bwana wa mavuno. La pili, wazo dogo. Ishike teolojia ya mavuno. Ishike teolojia ya mavuno. Sio tu kuishika, nataka vile vile uielewe teolojia ya mavuno. Nimesema mavuno ni mengi. Nataka tuelewe mavuno. Hapa nataka kuelewa kitu kimoja sana juu ya mavuno haya. Neno mavuno kiukweli ni la kilimo, lakini katika maandiko matakatifu linaweza kutumika kwa namna tofauti. Mfano, katika Injili ya leo linatumika kama kukusanya watu pamoja, kama taifa litanyika, lakini linakusanywa pamoja, linarudishwa pamoja, kuleta pamoja hasa kile ambacho kiko mbali na ghara, lakini kinastahili kuwa ndani ya ghara. Yani kilichotawanyika kinaletwa pamoja. Ndio kilichotumika hapa, kukusanya kile ambacho kiko nje ya ghara, lakini kinatakiwa kiwe ndani ya ghara.
Tukiwa na wazo hilo, naomba tufikiri kama bwana wa mavuno, tuweze kuelewa hivi na tuishike hii teolojia ya mavuno au uelewa huu wa mavuno katika sehemu chache ambayo neno hili limetumika. Naomba uelewe hivi, naomba uelewe mavuno ni matokeo. Mavuno ni matokeo, yaani neno hili mavuno linapotumika, mavuno ni matokeo. Kile unachopanda ndicho unachovuna. Ukipanda chuki utavuna chuki, ukipanda upendo utavuna upendo. Kile unachokipanda katika maisha ya watu ndicho unachokivuna, kwenye familia, kwa watoto, kazini au kwenye biashara, utakivuna kile kile. Mavuno ni matokeo. Ndio maana ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia ile sura ya 6 aya 8 mpaka ya 10, anasema anayepanda mwilini mwake atavuna uharibifu katika mwili, anayepanda rohoni atavuna uzima wa milele katika roho. Tusichoke kutenda mema, kwa maana tusiporegea tutavuna ufikapo wakati wake. Basi kwa muda tulionao tuwatendee mema watu wote, hasa ndugu wa imani moja. Mavuno ni matokeo ya kile unachopanda. Naomba tuelewe hii teolojia, tuishike vizuri. Mimi kama Mkristo lazima nitahidi kupanda wema ili niweze kuvuna wema. Nipande ukarimu niweze kuvuna ukarimu. Maana mavuno ni matokeo. Nitavuna kile nitakachopanda. Teolojia ya mavuno, ishike hii. Mavuno ni mengi. Naomba nieleze, mavuno ni mengi, ila utavuna kile utakachopanda. Apande haba, uvuna haba. La pili, teolojia mavuno, naomba tuielewe hii nzuri sana. Mavuno ni mchakato. Mavuno ni mchakato. Kumbuka, mavuno yoyote unaoyaona kuna mchakato fulani hivi ambao umepita ili kile kitu kikatokea. Na nyuma ya huu mchakato kuna mtu anayechakatisha, ndiye bwana wa mavuno. Ndiye bwana wa mavuno. Si kwa nguvu zako wala kwa akili zako za kibinadamu. Sasa katika huo mchakato wa mavuno, naomba usimsahau bwana wa mavuno aliye nyuma ya mchakato wowote ule wa mavuno yako, kwa maana yeye mwenyewe bwana wa mavuno. Nimesema mavuno ni matokeo, mavuno ni mchakato. Nyuma ya mchakato wa mavuno yoyote kuna bwana wa mavuno. Ndio nasema muombeni bwana wa mavuno. Maana yake nyuma ya chochote kuna bwana wa mavuno. Yeye ndiye anayepanga ukubwa wa mavuno. Usimsahau, usawi. Yeye ndiye anayepanga ukubwa wa mavuno. Mtume Paulo anasema hivi, mimi nilipanda, Apolo ametilia maji, lakini aliyekuza ni Mungu. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto ile sura ya 3 aya ya 7. Anasema tena, anayepanda au anayetilia maji si kitu, bali anayekuza nyuma ya mchakato. Waraka huo ile aya ya 8. Yaani tunaweza tukasali wote, tukafanya biashara zote wote, tukafanya kazi pamoja, tukafanya kila kitu pamoja, ila mpangaji wa ukubwa wa mavuno ni Mungu mwenyewe. Ukisoma Injili ya Marko ile sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya 9, Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya kwanza mpaka 13, Injili ya Luka sura ya 8 aya ya 4 mpaka ya 10, unasoma habari za mpanzi. Mbegu zote zinaanguka katika udongo mzuri, lakini matokeo ni tofauti. Kuna 30, kuna 60, kuna 100. Anayepanga ukubwa mavuno ni Mungu mwenyewe. Usisahau. Ni mchakato, lakini anayepanga ukubwa wa mavuno ni bwana wa mavuno, ni Mungu mwenyewe. Usimsahau. La pili, katika mchakato wa mavuno, ili uweze kuelewa, Mungu au bwana wa mavuno ndiye anayepanga wakati wa mavuno. Naomba tuelewe hiki kitu. Mwombeni bwana wa mavuno apeleke watendakazi. Ni yeye mwenyewe anayepanga wakati wa kuvuna. Usipambane sana kutaka kuvuna usichopanda au kutaka kuvuna
kile ambacho si kwa wakati wako. Wakati wako wa mavuno ukifika, utaona Mungu akielekeza mkono wako. Unaweza ukasoma hizi habari katika kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 5 aya ya 23 mpaka 24, au Injili ya Yohana ile sura ya 4 aya ya 35 mpaka 38. Mavuno ya wengine yanaweza kuja hata kabla yako. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiye anayepanga wakati wa kuvuna kwa kila mmoja. Uelewe, wakati wako ukifika, Mungu atafungua kila kitu, kitaenda vizuri. Usifosi wakati usio wako, maana unaweza ukapitia changamoto kubwa zaidi. Katika mchakato huo, kumbuka, Mungu ndiye anayetuma watu kuvuna. Mungu ndiye anayetuma watu kuvuna. Wakati wa mtu kuvuna ukifika, tambua hakuna nguvu ya kibinadamu inayoweza kuzuia. Mungu ndiye anayetuma watu wake. Mungu ndiye anayeongoza watu wake katika kuvuna. Wakati wa kuvuna kwao ukifika, hakuna nguvu ya kibinadamu au yoyote ile inayoweza kuzuia. Ndiye anayeita, tumesikia, watu kwenda kuvuna, kumsaidia katika kazi ya kuvuna. Wakati wa watu Mungu akiwatuma kuvuna biashara, kuvuna mema katika kazi, kumbuka ni wakati wao. Hakuna nguvu yoyote ile ambayo inaweza ikazuia yule aliyetumwa kuvuna. Haiwezekani. Watu watashindana naye, au kama ni wakati wako, watu watashindana na wewe, watakupiga vita, watakusema maneno yote, watakwendea kwa waganga, watakuwekea ukuta. Lakini kama ni wakati wako, ni Mungu mwenyewe amekutuma kuvuna kile unachokiona mbele yako, kile alichokiweka mbele yako. Kama Mungu amekuita kukusanya kile kilicho mbele yako, ukiweka pamoja kile ambacho kiko mbele yako, hakuna anayeweza kuzuia. Hivyo ni kuombe sana, usipambane na yule ambaye Mungu anamtuma kwenda kuvuna. Usiwe kikwazo kwa mtu yoyote Mungu aliyemweka tayari, au Mungu aliyeweka mavuno yake mbele. Usiwe kikwazo kwake, maana ni wakati wake wa kuvuna na ni Mungu mwenyewe anayemtuma kwenda kuvuna. Acha Bwana wa mavuno aendelee kufanya kazi ndani yake. Yeye aliyemtuma, yeye aliyemuita kwenda kuvuna, acha azidi kumwongoza. Ukipambana naye, ukiwa kikwazo kwake, huyu Bwana wa mavuno atakurudi. Kingine ambacho nataka nikiseme, ndugu zangu, wewe unayesoma au katika Dominika hii, kumbuka kitu fulani hivi. Katika mavuno, adui anaweza kupanda magugu yanayofanana na mavuno. Elewa hii teolojia ya mavuno. Unaweza kusoma katika Injili ya Mathayo ile sura ya 13 aya 24 mpaka 30. Yaani, muda mwingine unaweza ukasali au ukasubiri kile ambacho Mungu anapanga ukivune. Adui anaweza kupanda kile kile kinachofanana na kile ambacho unakiomba. Usipokuwa makini, usipokuwa na subira, unaweza vuna kile ambacho ukupangiwa kuvuna. Wengi wanaweza kuwa mashuhuda katika hili. Unaweza omba kazi, milango ya kazi ikafunguka, ukakimbilia, kumbe sio kazi uliyokuwa umepangiwa na Mungu. Unaweza omba biashara, biashara zikafunguka, ukakimbilia, kumbe sio. Unaweza ukaomba mume au mke, ukaona milango imefunguka, ukakimbilia, kumbe sio. Unaweza ukapokea baraka, ukashangilia, kumbe umepokea gugu. Hivyo kumbuka, wakati wowote ule wa kusali, wakati wowote ule wa kuomba, omba kweli, Bwana wa mavuno akuongoze vema, ili uweze kuvuna kile ambacho yeye amekupangia na ni chema. Mavuno ni mengi, mavuno ni mengi, mavuno ni mengi. Ndugu zangu katika Kristo, katika Dominika hii ya leo, tukiwa na hilo wazo la mavuno ni mengi, tukumbuke sana
Tutazame kama Bwana wa mavuno, tuwe watu wa huruma na upendo, msamaha, haki, ili kukusanya kundi lililotawanyika. La pili, iishi teolojia ya mavuno. Ielewe teolojia ya mavuno, itakusaidia. Mavuno ni matokeo, mavuno ni mchakato ambao nyuma yake ni Mungu mwenyewe au Bwana wa mavuno yupo katika mchakato huo. Siku zote usimsahau Bwana huyu wa mavuno, naye hata kusahau. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nawatakie Dominika njema.